Astaghfirullah, alishikwa na kigugumizi cha ghafla. Mimi ndo mmiliki wa hapa. Oh, ndio wewe. Samani, unaweza niletea ile picha pale? Msela akamfuatia akamletea. Asante. Govi akabaki anashangaa tu, vibe lote alokuja nalo lilimuisha. Okay, mimi naitwa Hindu. Nimekusubiri sana tokea mchana. Samani, nimesikia hiki ni chumba chako cha kazi. Bibi yako ameniambia. By the way, umebarikiwa familia nzuri sana. Yaani binti alianza ongeongea pale. Inaonekana ni muongeaji kinoma. Yaani kahadisiwa kila kitu kuhusu jamaa. Bibi huyo katoa umbea. Kiukweli nimetokea kuvutiwa sana na familia yako. Nimependa kweli kuhamia hapa. Binti ana anaongea huko analiachia tabasamu tu. Mbona unanitazama sana? Umenipenda au? Oho, hapana. Mchizi alikosa hata la kuongea maskini. Huyo akaamua kuondoka zake. Excuse me, nini tena nataka huyu? Usiku mwema na wewe pia. Mwamba akashuka chini kwa upole kabisa. Bibi sasa, si ulisema utantimua wewe au sio wewe? Akamgeukia. Hivi mbona bibi una makusudi? Lakini haina noma, kwa vile ni nyumba ya familia, ipo siku na mimi nitajenga yangu tu. Baadaye akaamua mfuate dalali aliyemleta pale binti, ambaye ni rafiki yake mkubwa tu. Vipi, umempenda nini? Samani, mimi ndiye nilimleta pale. Kwani ukuona nyumba nyingine mwanangu? Umemtolea wapi yule? Ikabidi amsimulie sasa. Jina langu naitwa Hindu, nasoma chuo kikuu cha UD. Nahitaji chumba katika huu mtaa. Vyumba sasa hivi ni adimu sana. Wewe niachie namba zako. Kikipatikana tu kujulisha. Tafadhali na kihitaji leo, sijali hata kikiwa cha 40,000, ili mradi tu nipate ndani ya huu mtaa. Lakini kuna nyumba ya rafiki yangu pale, nahisi kuna chumba kiko wazi. Lakini sidhani kama unaweza ishi pale. Kuna familia kubwa sana pale. Nyumba ina makelele sana ya watoto. Hayo mazingira sasa mimi ndo nayapenda. Sawa, haina shida. Lakini bado changamoto itakuja kwa huyo rafiki yangu. Sidhani kama atakukubalia kukaa pale. Hapendi kile chumba kikaliwe na mtu au mtu yoyote aje kuisumbua familia yake. Tafadhali, inatosha yote hayo. Mimi naweza kuenda kila kitu. Wewe nipeleke tafadhali. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Niliongea na bibi naye akatoa ruhusa tumpangishe. Tena alifurahi kweli kwa kuwa ni wa kike. Ila nina mashaka. Inaonekana yule msichana kama anakufahamu fulani hivi. Achana naye, anijulie wapi yule. Sasa mbona kila kitu kibaya nilichomuelezea kuhusu pale kakubali? Nina uhakika kawa interested na wewe. Si unajijua hapa mtaani unavyosifika, kila binti anakupenda. Okay, upande wa pili huku nyumbani watoto wote wanalia, wanagoma kula chakula. Ba mdogo anarudi anashangaa, anauliza shida nini? Si huyo mpangaji mpya kaagiza biliani kwa ajili yake. Watoto wameona sasa na wao wanalilia hilo biliani. Hawataki makande. Hey, ni lini tunakulaga biliani? Ni kila Jumapili ya mwisho wa mwezi. Haya, kwa nini mnalilia katikati ya mwezi? Hamjui ratiba au? Basi inatosha, ni watoto, usiwafokee. Vitukuu vyangu, maisha yetu pakavu pakavu, tia mchuzi, sio biliani kila siku, muelewe sawa? Kesho yake kama kawaida watoto bado wanalilia biliani, wamesikia harufu yake tena. Hey, ninyi kwani tuliongea nini jana? Akaona dadeki huyu mwanamke huyu kashaanza sumbua familia yangu. Akaamua mfuate huko huko juu. Hai, za asubuhi Mr. Govi, kwani huwezi kupika chakula chako ndani mwenyewe mpaka uagize nje? Unapitisha hapa watoto wanaona nalilia. Naomba ufikirie kuhusu hilo. Pika humu ndani au la, ulia huko huko nje. Sijui umenielewa? Sasa mbona unanikaripia mimi? Kama watoto wakihitaji kitu wanunulie, au niambie nini wanahitaji nitawanunulia. Nini wewe? Nimekwambia kama watoto wakililia chochote niambie nitawanunulia. Hivi wewe una akili kweli wewe? Wewe ni nani mpaka uinunulie chakula familia yangu? Unafikiri kwani sisi hatuwezi kununua? Tunaweza vizuri, ila tunafuata nidhamu na ratiba zetu. Usituchukulie poa, na sitaki uingilie familia yetu. Tuna uwezo wa kununua chakula hata Serena hoteli kila siku tukihitaji. Sasa mimi nifanye nini? Unataka nishinde na njaa kama wewe? Nini wewe? Nani anashinda na njaa hapa? Hivi wewe hapa kichwani zipo sawa au hakuna? Sawa, nisamee basi yaishe. Bado sijaweka ndani mambo sawa. Kesho nitaanza kupika, naahidi. Haya sawa, uwe na siku njema. Mchizi akamwangalia. Huyu subiri. Excuse me. Oho, kumekucha. Mungu nisaidie, naweza kumkata vibao mtu hapa. Nguo zangu zimejikunja sana na nachelewa chuo. Kwa hiyo unaweza niazima pasi? Mwamba akakubali, akaenda kumchukulia. Mbele kakutana na bibi. Vipi? Wapi hiyo? Ameniazima pasi, akanyooshe nguo. Kwa nini wewe ndo uende? Kwa nini usimtume mtoto? Watoto wanasoma. Kucheki hivi watoto wanacheza. Yani namaanisha wanacheza nisiwasumbue. Nenda huko bibi. Kufika juu hivi. Mwambaye sasa ndo anapigishwa pasi unaambiwa. Vipi, ujisikia aibu au vibaya hivi? Hapana, ila inabidi ujifunze kupiga pasi. Sio vizuri kama hivi mimi mwanaume kukupigia pasi kinguo chako hiki cha juu. Sawa, nitajifunza, asante sana. Okay. Ni nani huyo? Unamuongelea nani? Nimesikia kuna mpangaji wa kike kwenu. Pia nasikia ni mzuri sana. Sio mbaya, ni mzuri kiasi. Yani, of course ni mrembo sana. Vipi, umempenda Muone huyu, usilete wivu wako hapa. Sina mpango na mahusiano mimi kwa sasa. Sura kama Zuchu. Mara kidogo tu anapigiwa simu. Hey, kaka yako yuko duka la pombe hapa. Kagoma kuondoka, nataka ongezewe na
pesa hana. Hemu mpe simu mtu wa dukani hapo. Akapewa. Hey bro, naomba mpatie kaka yangu pombe anayohitaji, mimi nitalipa. Ujinga gani huu unaofanya? Mbona unamlea sana tabia yake? Sema na kuheshimu sana mdogo wake, vinginevyo ningemtimua kwa makonde hapa, asiniletee vurugu. Hivi kwa nini usimpeleke kwa wagonjwa wa akili huko? Aisee, nitakuja nibamize kichwa chako hiko. We ni muuza pombe tu sawa, simamia kwenye biashara yako, usiingilie familia yangu. Mpe pombe yoyote anayohitaji, mpaka jioni nitakuja kukulipa. Mwamba ana changamoto kweli.